Yesu. Huyu kipofu Yesu alipokuwa anatembea Jeriko, akiteremka Jeriko, alipokuwa anapita na wafuasi wake, kuna kipofu alikuwa pale, alikuwa anaitwa Bartimayo. Bartimayo wa polisi ndege kundiki yengo wa kivetete nani anapita, akaambiwa ni Yesu wa Nazareti ndiye anayepita. Akapaza sauti yake akasema, Bwana unirehemu. Kocha ukone chamozi ila wako manana Kristo, mwambie shida zako na atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndo wengine tulikutana na Yesu lakini hatukupaza sauti zetu. Ndio tukiishia mawasiliano meote, anatuambia uwezi fika, uwezi fanya hivi, tukasahau kuwa kuna sauti unapaa kupaza ili Bwana Yesu akusikie. Huyu kipofu Bartimayo alipaza sauti, hata kama alikuwa na nyamazishwa, alipaza sauti akamwambia, Bwana naomba unirehemu. Acha ukone chamozi na kusii ndugu yangu, dada yangu, paza sauti kwa Mungu. Mahitaji yanao kutatiza, kama ni magonjwa, paza sauti kwa Mungu naye atakurehemu. Bwana Yesu asifiwe. Nono keka kila ila kinoni cha akilie hawezi kupona, lakini kwa sababu alipaza sauti na alikutana na Yesu akapaza sauti, hata kama alikuwa ananyamazishwa, hakunyamaza, aliendelea kupiga makelele ili Bwana Yesu amuokoe, na aliokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwana hata yo tokona amundi na wanga, tunataka kuongelea about kukutana na Yesu. Naweza kukutana na Yesu siku ya leo, mwambie shida zako. Akomanie na Yesu lakini hukumwambia shida zako, ulinyamaza tu. Ndio maana unaona wakati mwingine unateseka, wakati mwingine hata magonjwa yakija yanalemea nyumba yako, kwa sababu ulikutana na Yesu na hukupaza sauti, ulikumbali wewe kweli kwa Yesu. Na ukikumbali Yesu, hauwezi mwambia shida zako, kwa sababu unapomkumbali haujamkaribisha kwenye moyo wako. Wake takwibwa wanobe mudhembi ukwetawa ngania amekuja na Yesu, ukaenda umekumbali, hujajiconnect, hujajiunganisha, hujakutana na Mungu ukamkaribisha kwenye maisha yako. Tukitoka huko kwa Bartimayo, tukiangalia Luka 18 mstari wa 1, inaongelea about Zakayo. Zakayo alipokutana na Yesu, maisha yake yalibadilika. Kwa hiyo naitotoa kwa maana na Yesu mmoja, tukipaza sauti zetu, maisha yetu yatabadilika. Kama unaona akakwemeye uko, niko na uhakika ya kwamba itaenda kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokutana na Yesu, unapaza sauti, anakupatia Roho wako Mtakatifu, hawa anakuongoza. Unaweza yawe na beba, lakini hautendi mambo ambayo yanaendanisha na Roho wa Mungu. Biblia hapo ya unapokutana na Yesu, unamkaribisha kwenye moyo wako na anakupatia yeye mwenyewe Roho wake Mtakatifu. Saidi tukiwa kwa kanisa tu, mambo mengine yanatendeka kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Zaidi ukiwa na Roho Mtakatifu, huwa anakuambia hii usifanye na hii nyingine fanya. Akinondo nikweza tuena beba mudhewa hai. Ndio maana unaona no likiete wano, hata hajauliza Mungu unataka tufanye aje hapa, lakini anaingia kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Haini maingi momonzi walianza na Roho, lakini sasa angalia, angio hiyo makwenda ni challenge chako kita, na sasa wanasema wako na Roho. Walianza na Roho lakini hawaendelei sasa na Roho. Baadhi ya saa hii wanachunga tu nyimbo kutunga. Awezea matiti yote maadala wa mwisho mabasi ya wapi kule Kalonzo. Ngola nilwa. Roho sasa anaingiliana wapi na mambo ya kusalimiana katika wimbo wa Mungu. Unaitwa wayu, unakutana na Mungu tuseme la asia. Lakini unapokutana naye ukakubali tu,